Unaambiwa kwamba mara nyingi usaliti hauji kamwe kutoka kwa maadui zako, bali unakuja kutoka kwa wale watu unaowaamini zaidi. Hii ni jumbe nzito sana iliyoandikwa na mtu ambaye hajulikani. Basi ngome inaanzia mjini. Barabarani kuna hao wanandoa, mchizi anaitwa Bala na mdada anaitwa Marachi. Wanapendana kishenzi, wako kwenye penzi zito sana mpaka jingine linamwagikia. Hapa wanaelekea kupata dina kwa pamoja na marafiki wa Bala ambao pia anafanya nao kazi kwenye kampuni moja. Kuna mwamba anaitwa Batista, ni rafiki wa karibu sana wa Bala. Urafiki wao umedumu kwa muda mrefu sana mpaka wakawa kama ndugu tu. Kwa hiyo baada ya kupata msosi, Batista akamshawishi Bala waende kwenye club moja hivi hapa mjini inaitwa Serendipity, waende kuenjoy kidogo. Bala akasema ngoja kwanza aongee na mkewe. Kweli bana akamwambia pale. Amara naye bila mambo mengi akamruhusu mumewe aende club lakini ajitunze tu. Basi mabusu mengi akapigwa kuagana. Baada ya pale Amara akarudi nyumbani akakuta watoto wamelala sebleni. Amara na Bala wamebarikiwa watoto wawili, wa kike anaitwa Kamsi na wa kiume anaitwa Kamkam. Huku mjini club bata linaendelea. Bala akapokea meseji kutoka kwa mkewe kwamba ampigie simu wakati anataka kurudi nyumbani, maana watoto tayari wamelala. Wakati washikaji wanaendelea kucheza pool table hapa, Batista akampasia dem Bala kaaba fulani vila kwenda, jina lake anaitwa Kendi. Baada ya pale Batista akawaaga akasepa. Washikaji wakaanza kulitafuta penzi. Hii hapa ni recap ya movie inaitwa The Betrayed. Unaweza kuangalia full movie Prime Video. Linki nimekuwekea chini kwenye description hapo. Basi kesho yake asubuhi kama kawa, Amara kawaandalia msosi watoto wake akawekea kwenye mabegi kisha akatoka nao kuwapeleka shule. Huku kashika simu anampigia mumeo maana hakurudi jana. Huku upande wa pili Bara anaamkia chooni ana hangover kali kishenzi. Kachoka vibaya mno. Anasikia simu yake inaita. Anasogea mpaka kitandana na papasa mpaka anaipata. Anakuta ni mkewe ndo anampigia. Mchizi anaokota. Kwa hiyo karuhusu Batista kushikilia usiku mzima. Bara anajikanyaga tu. Hata hivyo nishamwambia dada nyumbani akuandalie msosi ukirudi. Jitunze baadaye. Haya poa, anarudi nyumbani sasa hivi. Simu ikakatwa. Mchizi kutupa macho chini, anaona nguo za kike, mikoba na nini. Ndo akili inamrudia sasa kwamba jana alilala na mwanamke. Kutupa macho vizuri, anamuona yuko chini na damu kibao zimetapakaa. Akamsogelea akaanza kumgusa, kumpima kama kweli kafa. Hapo anasikia mlango unagongwa. Akachanganyikiwa mara mbili. Yule mtu akafungua mlango akaingia, akakutana na hilo balaa. Ilikuwa ni mhudumu wa hiyo hoteli. Akaanza kupiga kunga, naomba msaada sasa. Basi polisi wakampiga pingu Bala, wakamtia kwenye gari wakaondoka naye. Huku Amara ndo kawafikisha watoto shuleni. Akawaaga pale kisha akageuka akakutana na shoga zake. Stori nyingi zikawa zinapigwa pale. Sasa kuna huyu dada akawa anapita Instagram. Akakutana na posti ya miladi yao imeandikwa kwamba mchizi amuua kaaba hotelini. Jicho likamtoka. Huyu mwingine akaipata video ya muuaji. Akasema ngoja awatumie kwenye grupu lao la vikoba. Ili Amara kufungua video hivi, anakuta ni Bala mumewe. Hakuamini anachokiona. Akaondoka eneo la tukio akampigia shoga yake anaitwa Tolu kumwambia kinachoendelea, japo haamini kama Bala anaweza kumchiti wala kumuua mtu. Tolu akasema ngoja afuatilie ni kituo gani mchizi kapelekwa ili wakutane huko. Huku kituoni waandishi wa habari wamejaa. Polisi wanatoa taarifa kwa umma kwamba Mr. Bala ni mtuhumiwa namba 1 wa mauaji wa binti wa chuo. Anaitwa Sheyun Muyiwa, ambapo alikutwa kafariki chumbani kwa mchizi na Bala mwenyewe akiwa pembeni yake tu. Muda huo Batista anasikiliza ile taarifa mubashara huku machozi anamtoka. Haamini kabisa anachosikia. Huku Bala anaingizwa kituoni. Amara bado haamini kabisa kama mumewe kamchiti na kumuua kaaba. Tolu akamuonesha video za CCTV zikimuonesha Bala na huyo marehemu Kendi wakiingia hotelini. Amara akawa kama kapigwa shoti hivi. Baada ya muda wakapewa nafasi ya kuongea na Bala. Amara akaingia chumba cha mahojiano akamkuta jamaa. Alivyokaa tu akamuuliza huyo kaaba ni nani. Mchizi anasema hamjui hata huyo dada ni nani. Alikutana naye tu pale club. Kwa hiyo ulienda kulewa ukachukua kaaba ukalala naye. Hivi kwa nini ukurudi nyumbani? Umeharibu kila kitu ambacho tulikipambania mimi na wewe. Umepata nini sasa kwa kulala na huyo mtoto wa chuo? Mchizi akawa anajitetea. Mara akamweka kofi. Usisubutu kunigusa tena. Kisha akanyanyuka akasepa. Baada ya pale akalia kishenzi, unaambiwa lia kinoma. Baadaye leo wanatoka kituoni waandishi wa habari hawa hapa. Tolu akawazuia wasimuoje Amara. Huyu Tolu pia ni mwanasheria na ndo anaisimamia hii kesi. Basi walivyotoka kituoni wakaja kuwachukua watoto shuleni. Walivyofika nyumbani watoto wakakutana na Uncle Batista. Mama yao alivyoingia akawatimua waende chumbani. Amara akamuuliza Batista, kwa nini umekuja hapa? Kwanza nisamehe sikuokota simu yako, lakini imekuwa siku ngumu sana leo. Wawekezaji wamepagawa, simu nyingi, email nyingi. Kwa hiyo nilikuwa naweka kila kitu sawa ndo tuongee vizuri. Ondoka. Wewe ndo ulimpeleka mume wangu kule club, ukamwacha aondoke na kaaba. Usiniambie unaamini kwamba Bala akakufanyia hayo. Wote tunamjua Bala, hawezi fanya kitu kama kile. Amaracha kutaka kumuelewa kabisa ndugu Batista. Anadai kwamba mchizi ndo chanzo cha kila kitu. Amara alivyoondoka, Batista akasema wawekezaji wao wanataka kumaliza mkataba au mkataba uendelee, lakini Bala afukuzwe kazi. Asihesabike kama mmiliki wa hii kampuni. Na kwenye kumfukuza kazi itabidi kila kitu cha kampuni kirudi, kama vile nyumba na magari. Hivyo akamuomba Tolu atafute namna yoyote ambayo Amara
anaweza kubaki na nyumba asitolewe. Tolu akashauri wawashtaki Baobab, alafu waombe sana Mungu ampate hakimu mpole ambaye atamruhusu Amara abaki na hizi asset mpaka kesi ya Bala itakapokwisha, lakini hakuna uhakika kama kweli watafanikiwa. Huku ndani Amara anavunja picha alizopigaga na mumewe, analia kishenzi. Watoto wake wanamkuta mama yao analia, wanamuuliza shida nini. Bi mkubwa ikabidi awaambie ukweli tu kwamba baba yao kafungwa na hakuna uhakika wa kutoka hivi karibuni. Huku kituoni Bala anajaribu kukumbuka kilichotokea jana. Kuna namna kama aliwekewa madawa hivi. Wakaanza kulambana, wakatoana mpaka hotelini, wakafika mpaka chumbani, moja kwa moja mpaka kitandani. Lakini baada hapo kumbukumbu zinarukia kesho yake asubuhi, Kendi akiwa kafariki. Hivyo mwana mwenyewe haelewi kabisa kilichotokea. Miezi mitatu mbele, Tolu, Amarachi na Batista wanatoka mahakamani. Mahakama imeamua kwamba Amarachi na wanae wanyang'anywe kila kitu cha kampuni. Batista akawa anabishana na Tolu sababu alimhakikishia kwamba Amarachi atabaki na mali za kampuni mpaka kesi ya mumewe iishe. Lakini ndio hivyo, mahakama imeamua vingine kabisa. Basi ikabidi Amara ahamie kwa Tolu, hakuna namna. Wakati wanakwenda nyumbani kwa Tolu, kuna mtu alikuwa anaifuatilia gari yao kwa nyuma mpaka walivyofika eneo husika. Maisha yakaanza nyumbani kwa Tolu. Kitu cha kwanza kabisa ikawa ni Amara apate kazi ili awe anajipatia pesa. Wakazunguka makampuni kadha wa kadha, lakini wakawa wanatemwa tu. Mwisho kabisa akapata kazi kwa huyu mzee. Atakuwa anafanya kazi hapa kama restaurant manager na mshahara ni 300,000 kwa mwezi. Amara akawa hana namna, akakubali tu japo hela ni ndogo sana. Alivyorudi nyumbani jioni akampa taarifa Tolu, wakafurahi kishenzi. Wakiwa katikati ya cheko, mara mlango unagongwa. Tolu akatoka kufungua. Ile kufungua hivi anaingia dada mmoja na bonge la miwani. Namuulizia Mrs. Franklin. Amara jicho likamtoka. Una akili wewe? Hivi watu mnatoa wapi ujasiri wa kuja nyumbani kwangu? Kwanza unafanya kazi media gani kwa miradi hayo au? Tolu anamzingua, nadhani huyu dada ni mwandishi wa habari. Ikabidi aongee tu. Mimi nahisi Mr. Franklin hana hatia. Nini? Jina langu naitwa Bolanle, nafanya kazi Serendipity. Hiyo siku mume wako na watu kadhaa walikuja pale club. Kulikuwa kuna mdada mmoja anaitwa Kendi, ndo alichaguliwa kuwapa raha mumeo na rafiki zake. Basi wakanywa pale, baadaye wakaenda hotelini. Kabla ya kulala nilikuwa naongea video call na Kendi. Wakati huo mumeo kalala. Alafu nilisikia mlango unagongwa. Subiri, una uhakika na unachosema? Nilisikia vizuri sana. Na Kendi alisema atanipigia baadaye, ana mgeni special. Mgeni special maana yake nini? Hiyo inakuwa ni mpango. Mteja anapangwa, alafu baadaye anapigwa picha akiwa uchi wa mnyama na video kadhaa zinachukuliwa alafu zinavujishwa. Mpango ndo ulikuwa huo, lakini kuna kitu hakikwenda sawa. Kendi alifariki dunia. Amara akachoka. Bolanle roho inamuuma sana akifikiria kifo cha Kendi sababu alikuwa ni kama mdogo wake tu. Toka kaja pale anaanza hizo mishe na nini, alikuwaga mtu wake wa karibu sana. Lazima alomuua afikishwe mahakamani. Amara akatoka nje kufikiria. Anaanza kuhisi huenda mumewe kweli hana hatia. Akakumbuka jinsi alivyokutanaga na mshikaji miaka hiyo, ilikuwaga ni upendo tu machoni pao. Basi kesho yake asubuhi na mapema akaenda kumtembelea Bala gerezani na akampa taarifa kwamba kulala na Kendi ilikuwa ni michezo tu ili wapate picha zake za utupu. Baadaye waje wamtishie kuzivujisha awape pesa. Mchizi sasa ndo anaanza kuelewa. Anahisi kabisa walimwekea madawa, maana hakumbuki kabisa nini kilitokea. Kitu pekee anachokumbuka ni kabla hawajaingia hotelini walikutana na washindani wao wa kibiashara. Wakawa wanatupiana maneno pale na nini. Mwisho washikaji wakaondoka. Hapo ndo kumbukumbu zinaishia. Amara anamwambia hayo yote asingetokea endapo angerudi nyumbani. Kisha akanyanyuka akasepa. Alivyorudi nyumbani usiku akawa anamuomba Tolu wafanye juu chini wamsaidie Bala, maana ule mhudumu wa Serendipity Bolanle anamjua muuaji ni nani. Tolu akakubali. Amara akafurahi kishenzi. Kesho yake Tolu akampeleka Amara kwa binamu yake anaitwa Kunle. Huyu jamani tapeli wa mtandaoni, wao wanawaita Yahoo Boys. Kwa hiyo Tolu anajua kabisa atawasaidia kuhaki mifumo na vitu kama hivyo ili wapate information wanazozihitaji. Baada ya kumwelezea Kunle kwa dakika kadhaa akakubali kumsaidia Amara. Basi kazi ikaanza. Kunle na vijana wake wanatafuta faili la kahaba Kendi mtandaoni na kweli wakalipata. Zoezi linalofuata ni kujua details zake kama namba ya simu na nini. Mchizi kupiga manyanga yake pale akaamka na breaking news kwamba ili wapate details zake itabidi waende Serendipity. Mtandaoni pamegoma na Kunle hataki kabisa kwenda huko Serendipity. Tolu akaamka akaanza kumuomba Kunle akubali kwenda Serendipity kuchukua hizo taarifa za Kendi. Mchizi akakubali na Amara akasema na yeye atakwenda pia, ataenda kama girlfriend wa Kunle. Mama, ungesema toka mwanzoni sasa. Mtunzetu. Basi Amara akaaga akasepa. Akaja moja kwa moja mpaka mzigo. Wakati anahudumia wateja akatokea Batista. Akasema kaja hapa kumpa taarifa njema kwamba wawekezaji wamekubali kurudisha share za Bala kwa familia. Ikabidi wakae vizuri kwanza. Wamekubali kufanya hivyo kwa sharti moja tu. Ni lazima Bala akubali kwamba ana hatia. Kwa hiyo unataka nimwambie mume wangu akubali kwamba aliua? Hapana, sio hivyo. Sio mauaji yale. Ile tunaiweka kama kuua bila kukusudia. Mimi na rafiki yangu ni wakili na hizi ndio kesi zake. Kasema naweza kumsaidia Bala akakaa gerezani kwa miaka 3 tu kisha akatoka. Miaka 3? Ndio miaka 3 ndo alichosema ndugu wakili.
Jioni wakiwa nyumbani, Amara akampa taarifa ya Batista Toru. Toru akasapoti point ya Batista kwamba ni njia nzuri zaidi. Amara akaona sio kweli, hataki mumewe akae gerezani kabisa. Alichokifanya, akavaa akapendeza, akaenda moja kwa moja kwa Kunle. Kunle akawa anashangaa moto alionao Amara, anataka wavimbe sasa hivi, yani waende huko Serendipity. Lakini roho ya Kunle ilikuwa nzito kidogo, anahisi kuna sauti zinamwambia asiende huko, ila ndo hivyo, hawezi tena kukataa sababu alikubali mwanzoni. Basi washikaji wakachukua gari mpaka eneo la tukio. Wamekuja hapa kama wapenzi ili waweze kupata taarifa maalumu alizozijaza Kendi kipindi anafanya booking ya chumba na information nyingine zitakazowasaidia kumjua muuaji ni nani. Wakaanza kujipanga, maana wanatakiwa wawe serious sana wasije kugundulika kama wamekuja kimkakati. Basi wakaingia ndani kama wapenzi vile. Wakapata sehemu wakakaa. Hawa wanawake wote mnawaona hapa ni kwa ajili yenu kuwapa burudani. Akatokea Bolanle, akamsogelea Amara. Amara akamchagua Bolanle ndo awe kaaba ambaye atawapa burudani kwa usiku huu. Kwa hiyo wakaomba kuandaliwa chumba cha peke yao. Walivyoingia hicho chumba cha siri, mkakati ukaendelea. Lakini Kunle akawa pati zile taarifa wanazozitaka. Hapa mpaka tupate simu ya Madam V, bosi wa hii club. Sasa nyesi mlisema mnataka mpate wifi yake tu, mimi siwezi kumuibia simu. Sasa sikia, hakuna haja kumuibia simu yake. Ukifanya mchongo nikawa karibu tu na hiyo simu, naweza kuihack. Basi washikaji wakatoka nje tena mpaka karibu na simu ya Madam V. Alafu Kunle akaanza kuihaki hiyo simu. Wakati mchongo unaendelea, Madam V akawa anawakata sana jicho washikaji. Akasogea mpaka eneo la tukio. Bolanle, hawa ni rafiki zako? Hapana bosi, hawa ni wateja na wamelipia chumba private. Sasa mbona wako hapa? Wametaka tu kutoka nje kuona mazingira. Kunle jicho limemtoka muda huo. We binti, simama nikuone. Amara akasimama, yuko busy anajichekesha tu. Ananikumbusha ishu ya Kendi, si ndio Bolanle? Amara anacheka hovyo ili wasijulikane. Geuka. Amara akageuka. We mrembo sana, lakini nimejua kwa nini mumeo alimchagua Kendi. Amara jicho likamtoka. Labda alikuwa akimuona na kukumbuka wewe. Mambo yameshaharibika mzee, washikaji wamejulikana. Madamu akaanza na Bolanle akachukuliwa. Yesi ndo kawaleta hapa. Wakati mikwara inaendelea pale, Kunle akaendelea kukomaa kuhaki simu ya Madam V. Walivyomaliza wakatoka. Sasa wakiwa kwenye gari wanarudi nyumbani, kuna gari ikawa inawafuata kwa nyuma. Kusimama kwenye mataa hivi, ile gari ikawagonga kwa nyuma. Kunle akashuka kwa hasira kwenda kusema nao. Akaanza kuwatukana kishenzi, mara akaoneshwa chuma. Ingia kwenye gari we mzee. Kwa kuwa hata mwana sio mnene, akaingia kwenye gari kilaini. Huku Amara anamsubiria Kunle arudi, mara akaingia kaka jambazi. Ukipiga kelele tunamuua bwana wako, sawa wewe? Basi chuma zikangoa moja kwa moja mpaka kwa Madam V. Sijui kwa nini unaweka hatarini maisha ya huyu kijana. Mnakuja kuchunguza biashara zetu. Nakupa dozi kidogo ya adrenaline, itakufanya ufike kileleni ambako hujawahi kufika. Akamdunga sindano ya shingo ndugu Kunle. Mchizi ya kuchukua hata dakika moja akaanguka chini akafa. Amara hakuamini macho yake. Ulivomleta tu hapa ukawa tayari umemuua. Alihaki simu yangu huyo. Walinzi, mpelekeni nyumbani kwa rafiki yake. Amara akatolewa huku analia kishenzi. Umemuua! Amara kufika nyumbani alilia kinoma. Toru analia mara mbili sababu Kunle ni ndugu yake kabisa. Atamwambia nini mama yake? Kesho yake ikawa majonzi makubwa kwa washikaji zake Kunle. Mshikaji kauawa kirahisi sana. Wakiwa hapa wakapata chats za Madam V akiwa anaongea na vijana wake. Zinaonesha kumbe Bala aliwekewa madawa kwenye kinywaji chake. Sasa mida usiku Toru na Amara wakamtimbia Madam V. Wakaanza kumpiga mikwara Madam pale kwamba wanajua uchafu wake wote wa hii club na wana ushahidi wa kutosha. Toru akawachimba mikwara walinzi wa Madam wasisubutu kusogea, la sivyo watajumua pia. Baadaye wakampigia simu Batista kumpa taarifa kwamba walihaki simu ya Madam na wamepata taarifa nzito. Batista jicho likamtoka. Kwa sasa hivi tunafuatilia ni nani alilipwa kumblackmail Bala. Mikakati ya kumtafuta alohusika na mauaji kamshtua sana Batista. Washikaji wako karibu na ukweli. Alafu tunaoneshwa chati za Batista akiwa na chati na Madam. Kuna kitu huyu mchizi anaficha. Baadaye wakampata Bolanle kachoka kishenzi. Muda huo Madam naye yuko chini ya ulinzi. Walinzi wake nao wamemgeuka. Baada ya pale Toru na Amara wakatoka nje kumsubiri Batista. Maana walitumia simu ya Madam kumchatisha jamaa. Wameshaanza kumuhisi na yeye anahusika kwa namna moja ama nyingine. Na kweli mzee mchizi akatokea eneo la tukio. Kabla hawajakutana tunapewa kastori kadogo kwamba Batista alikuwaga anatumia vibaya sana pesa za kampuni. Yaani anaweza kunyofua mpaka milioni 50 kwa matumizi yake binafsi tu. Bala akawa na mind sana jamaa kwa hiyo tabia yake. Na alikuwa anamsisitiza sana kurudisha pesa anazochukua. Sasa kwenye maisha ya sasa mchizi kafika mpaka ndani. Amara akaingia kwa nyuma yake. Katika kupita mule ndani Batista akamuona Amara bana. Wote wakawa wanajikanyaga hawajui wajieleze vipi.
vipi. Batista akajua tu tayari washikaji wamemgundua, akaamua tu kujidhihirisha yeye ni nani. Najua ulichofanya, lakini ule si ndugu yako kabisa. Kwa nini ulifanya vile? Najua hauna ushahidi. Huku anacheka kishenzi. Mimi sihitaji ushahidi, nina Madam V na anaenda kuongea ukweli wote. Amara akaendelea kumwaga mikwara pale. Ndio tunapewa sasa story ilivyokuwa. Kumbe Batista ndo alichonga mchongo mzima wa kutengeneza video za ngono za mchizi ili baadaye waje wamtishie ili awe anawapa pesa. Mchongo aliufanya akishirikiana na Kendi na wakataka kutengeneza kama vile Bala alimpiga Kendi mpaka kupoteza fahamu. Sasa kwenye kulichonga tukio la kupoteza fahamu, uzito wa ngumi ulikuwa mkubwa sana mpaka Kendi akafa mazima. Tofauti na walivyopanga kwamba azimie tu. Mchizi akaanza kulia kishenzi. Kumbe watu tayari wana faili lake lote. Akatoa chuma akataka kujiua, akafyatua akajichuna jicho tu kisha akaanguka chini. Taarifa zikasambaa kwenye vyombo vya habari kwamba Batista kafikishwa mahakamani kwa kesi ya mauaji ya Kendi. Basi Bala akaachiwa kutoka gerezani, akaja kumshangaa ndugu yake kwa ubaya alomfanyia. Kumbe hayo yote ilikuwa ni kwa ajili ya madaraka tu ya pale kazini. Bala akamtakia tu mchizi kifungo chema kisha akasepa. Basi familia ya mchizi ikaungana tena na wakarudi kwenye nyumba yao. Na mke naye akamsamehe mume wake. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa hii movie inaitwa The Betrayal. Nimependa sana jinsi Bibi Amara alivyoonesha upendo wa kweli juu ya mume wake Bala. Aliweza kuamini kwamba mume wake hana hatia katika engo ambayo kwa mwanamke mwingine ingekuwa ngumu sana kuamini kama mume wake hajashiriki kile kitendo cha kumuua yule binti kule hotelini. Lakini pia hakujiangalia yeye tu kwamba kachitiwa na mume wake, hakuwa mbinafsi. Aliangalia na watoto wake pia. Ni vipi atakuwa bila baba? Ni vipi atakuwa na ile notion kichwani kwamba mzee wao alikuwaga ni muuaji, aliuaga kahaba huko hotelini? Kiukweli tumpe maua yake Amara, alifanya maamuzi ya kiungwana sana. Kuna jambo kubwa sana la kujifunza hapo. Wewe umeonaje kuhusu hii movie ya leo? Niandikie maoni yako hapo chini. Mimi hapa ni KO NKA Konka. Unaweza kunifollow kwenye mitandao ya kijamii natumia @iskonka kama unavyoona tu hapo juu kwenye screen yako. Hii hapa ni E7 Beats. Subscribe na utano notification bell ili tuweze kukutana kwenye video nyingine. Bye. E7 Beats.